Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Shalom, shalom watu wote wa mataifa, mahali popote ulipo, na kusalimu katika jina la Yesu, jina kubwa kuliko jina la viumbe vyovyote vya Mwenyezi Mungu, jina kubwa, jina lenye kuokoa, jina litakalo hukumu, jina la kipekee, jina la aliye hai. Ninawasalimu. Baba, ninakushukuru. Naituma damu ya mwanao ikaendelea kuondoa uchafu wa kila namna majira haya na muda huu, kufungua watoto wako na kuwasafisha, na Roho Mtakatifu akiwafundisha na kuweza kuwanyanyua hatua nyingine zaidi kwa utukufu wako, na zaidi ukienda kuokoa. Bwana Yesu asifiwe. Nitafundisha kuhusu vitu ambavyo vinabeba roho ya kuzimu ndani ya kanisa au nje ya kanisa. Vitu vinavyobeba roho ya kuzimu lakini viko kanisani au vinatumiwa kanisani, halafu vinasingiziwa ni Mungu. Haiwezekani. Sasa na kujua na kutokujua, watu wengi wamebeba roho za kuzimu pasipo kujua, lakini wanampenda Mungu, na wengine kwa neema ya Mungu wamebeba roho ya Mungu na watafika mbinguni. Lakini kwanza nitasoma katika kitabu kile cha waraka wa Yohana, kitabu cha kwanza, kitabu cha 4 mstari wa 1 hadi wa 3. Neno la Mungu linasema hivi: wapenzi, msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu, kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Katika hili mwamjua roho wa Mungu, kila roho ikilio kwamba Yesu Kristo amekuja katika mwili yatokana na Mungu, na kila roho isiyomkiri Yesu haitokani na Mungu. Na hii ndiyo roho ya mpinga Kristo, ambaye mmesikia ya kwamba yaja na sasa imekwisha wako duniani. Ninyi watoto wadogo mwatokana na Mungu, nanyi mmewashinda, kwa sababu yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko aliye wa dunia hii, katika dunia. Bwana Yesu asifiwe. Nasema zijaribuni hizi roho kama zimetokana na Mungu, kwa sababu watatokea manabii wengi wa uongo. Naposema manabii wengi, ni vinywa vya kusema neno la Mungu kwa uongo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa kujua na kutokujua, leo nataka tukaijaribu roho iliyopo makanisani, ni ya Mungu au ni ya kuzimu. Lazima tuzijaribu, kwa sababu usipozijaribu utaangamia, aidha kwa kujua na kutokujua. Bwana Yesu asifiwe. Wewe mwenyewe utaijaribu kwa namna anavyokufundisha na Roho Mtakatifu alivyonifunulia, itakusaidia wewe kujijua na kuzitambua, tunakwenda wapi, tuko wapi, upo salama au upo salama. Haijalishi utachukiwa, haijalishi utakasirikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini siku zote ukweli ni mzuri tu, japo unauma, unaponya. Neno la Mungu ni upanga ukatao uponyao. Bwana Yesu asifiwe. Kama unapenda kuponywa, sema amen na umshukuru Bwana Yesu. Amen. Nitasema kwanza mstari wa 3, nasema na kila roho isiyomkiri Yesu haitokani na Mungu. Nachosema roho kwanza ya kuto kumpinga Bwana Yesu, haitaki kumkiri, haitokani na Mungu, isiyomkiri. Sasa kuna Wakristo hawataki kumkiri Bwana Yesu, lakini wanang'ang'ania kwamba ni Wakristo. Hiyo roho inampinga Mungu, sio roho ya kutoka mbinguni, ni roho ya kutoka kuzimu. Ni roho ina nguvu, ina uweza wa kuweza kumpeleka mtu inavyotaka. Kwa hiyo shetani naye akatumia hapo hapo katika roho. Bwana Yesu asifiwe. Sasa pasipo kujua na kujua, wengi unampenda Yesu. Hata mimi nilimpenda Yesu, lakini nilikuwa na hiyo roho, sitaki kumkiri Bwana Yesu, lakini nampenda Bwana Yesu. Sasa nakufunulia, wenye roho ya Mungu
wa mbinguni lazima ataokoka. Akishamkiri ndio atakuwa na roho wa Mungu. Sasa kuna roho wa Mungu wa njia ya midomo. Neno la Mungu linasema watu hawa wananiabudu kwa mapokeo ya wanadamu, lakini ndani ya mioyo yao sipo, ni kwa midomo tu. Ni vizuri kutoka katika Ukristo wa midomo tu, lakini tuijaribu hii roho. Mungu ameruhusu uijaribu, utaendelea kuijaribu jinsi unavyoendelea mbele. Bwana Yesu asifiwe. Tasoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume, kitabu cha Matendo ya Mitume 1:8. Sasa huyu ambaye tunataka tumjaribu ni roho wa Mungu yukoje na roho wa shetani yukoje? Anasema Yesu anawaambia wanafunzi wake, Matendo 1:8, lakini mtapokea nguvu akiwajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria hata mwisho wa nchi. Anawaambia wanafunzi wake, subirini mpaka mtakapojazwa ule Roho Mtakatifu, ndiye atawatia nguvu hata ya kushuhudia yale yaliyo kweli niliyowafundisha na kuyafanya. Kwa nini? Ina maana kabla hapo wangeondoka hawajapata yule Roho wa Mungu, hakika wangepotezwa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa napenda ujue habari ya Roho wa mbinguni. Ni vizuri sana, mwana wa Mungu. Yawezekana unaabudu sana, unaomba sana, lakini hauna Roho wa mbinguni. Kuabudu kwako, Ukristo wako ni majivu, tayari umeangamia asipokujua na kujua. Tasoma katika kitabu cha Matendo 2:1-4. Anasema hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwako wote mahali pamoja. Kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote walikuwa wameketi. Kukawatokea ndimi zilizogawanyika kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia tamka. Sasa ndio Roho huyu sema msijaribu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Msijaribu. Wakajazwa Roho. Lakini cha kujiuliza, hata yuko Roho anenaye ni wa kuzimu, si wa mbinguni, kila eneo. Lakini nasema hivi, hata ilipotimia siku ile ya Pentekoste. Nataka kuzungumza habari kuhusu Pentekoste. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nilikuwa nimefundishwa Pentekoste ni Roho Mtakatifu, ni kitu kitakatifu sana. Pana. Bwana Yesu asifiwe. Hata katika dunia hii watu waliookoka, baadhi yao katika dunia hii wameamua kuita upande wa wokovu ni Pentekoste. Ni makosa. Mimi kila nikiongea na Yesu, nikiongea na Mungu, hajawahi kuniambia habari ya Pentekoste hata siku moja. Lakini habari alizonifundisha kwamba kanisa alilolijenga yeye ni kanisa la kwanza na kanisa la mwisho ambao litakuwa na utukufu, ambao utukufu hautafanana na wa kwanza, ni mkubwa kuliko ule wa mwisho. Kiroho umeshaanza kazi yake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna jambo ambalo shetani amewapiga upofu baadhi ya watu waliookoka, wakaiga mapokeo ya wanadamu, na shetani akaweza kuangusha makanisa baadhi ya waliookoka kwa sababu tu ya kuliita kanisa ni la Pentekoste. Sasa maana ya Pentekoste ina maana ni kanisa la 50. Ukija kimahesabu, Yesu alijenga kanisa la kwanza na la pili. Hili la 50 halijawahi kutokea, litakuwa la mwisho.
Unajua, uangalie sana hata jina la kanisa unapojiita. Hili neno kusema kanisa la 50, mimi si kanisa la 50, mimi ni kanisa la Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Haya, kuhusu mambo ya majina nitawafundisha wakati mwingine, lakini siame sana, kwa sababu wengine wamepokea mafundisho haya kwa kujua na kutokujua kama wapokea wanadamu. Napozungumza wengine wanaweza wakapasuka moyo, wakashtuka, anasema nini? Ndio habari njema nakwambia, kule mbinguni siku ile hakutakuwa kuna kanisa la dini yoyote, dhehebu lolote, wala sijui la 50, sijui la 20, sijui la 40. Na kwa namna hii kanisa la wokovu ambalo kulikuwa kuna ile roho ya Mungu inayokwenda kukuambia, likafanyika kwamba baadhi ya makanisa yanachoka kwa sababu yamejiita ya 50. Nani kawaambia muite 50? Lakini kwa kujua na kutokujua. Na hata ukienda duniani pote utaambiwa wewe umeokoka, makanisa ya Pentekoste, lakini ni makosa. Habari hii ndio nawaambia watumishi wa Mungu wanaosikiliza. Najua kuna wengine wanaita madokta, wana PhD. Ninajua yuko Mungu anayefundisha, aliyenifundisha na kuniandaa kwa wakati wake na muda wake. Hii ni makosa, na siku ile mbinguni, siku ile ya mwisho utalikuta hili. Kwa hiyo ndio maana unakuta pia kanisa linavamiwa, linakuwa lina mapokeo la 50, la 50. Lazima uelewe, unajiita 50 lipi? Yesu amejenga kanisa la 50 lipi? Yaani umejipa namba ya nyuma, ndio maana linakuwa mkia, aliendelee, linakuwa maskini, sababu tu ya neno hili, pasipo kujua na kujua kaleta wale watu weupe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini anasema wa kwanza atakuwa wa mwisho na wa mwisho atakuwa wa kwanza, na ndivyo ilivyo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa usije ukafurahia kuwa ukajifanya sasa hivi nataka ni wa mwisho utakuwa wa kwanza. Usimjaribu Mungu. Naongea habari ya kujaribu roho hizi. Bwana Yesu asifiwe. Tasoma katika kitabu cha Mathayo 3 mstari wa 13 na 17. Bwana Yesu asifiwe. Tutaona nini kilichomtokea Bwana Yesu alipobatizwa. Wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Jordan kwa Yohana ili abatizwe. Lakini Yohana alitaka kumzuia akisema, mimi nahitaji kubatizwa na wewe, nawe waja kwangu? Yesu akajibu akamwambia, kubali hivi sasa, kwa kuwa ndivyo itupasavyo kuitimiza haki yote. Basi akamkubali. Na Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini. Tazama, mbingu zikamfunukia, akamwona Roho wa Mungu akishuka kama hua, akija juu yake. Na tazama, sauti kutoka mbinguni ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Napenda kufafanua kwanza kidogo hapa. Unaona, mtumishi wa Mungu Yohana anamjua Yesu ni mkuu zaidi yake, na yeye anahitaji msaada kutoka kwake, lakini akataka kubadilisha yeye abatizwe na Yesu. Yesu alijua kwamba ilivyopangwa, ikiwa tofauti, haitashuka roho ya Mungu pale. Bwana Yesu asifiwe. Haitashuka roho ya Mungu, kwa sababu kwa kuwa ndivyo itupasavyo kutimiza haki yote. Basi akakubali. Alipokubali, Yesu alipobatizwa, Roho wa Mungu alishuka akamtambulisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Roho wa Mungu anashuka katika vitu vya Mungu vilivyopangwa kutoka mbinguni. Yohana anamtaka kumwambia Yesu, nibatize Bwana wewe. Akamwambia, hapana, wewe kubali. Unajua mimi ni mkuu, lakini kubali ilivyopangwa. Ukisoma kitabu cha Ufunuo 22:18-19, Yesu mwenyewe amekataa kubadilisha neno la Mungu ili asije
akakosa sehemu yake mbinguni. Ametufundisha njia. Bwana Yesu asifiwe. Na wengine kwa kujua na kutokujua, kwa sababu kumekuwa kuna uongo mwingi na roho za kudanganyazo. Bwana Yesu asifiwe. Shetani anapita mahali popote, lakini ilishaandikwa hivyo, akakataa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Roho wa Mungu akashuka kwa Yesu kwa sababu alibatizwa ubatizo unaotoka mbinguni ambao uliopangwa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa iko shida ambayo inatesa wanadamu, ambayo nasema sasa ni lazima hivi vitu vinavyobeba roho za kuzimu ndani ya kanisa au ndani ya kusema neno la Mungu, kama kujifunika kama kofia, lakini havibebi roho ya Mungu, lazima uvijue. Ninajua kabisa hata wewe upendi, yamkini unajua au jui, ama unapenda kubeba kitu ambacho kinabeba roho ya kuzimu, alafu unasema ni Mkristo, unakwenda mbinguni. Hakika hiyo roho itakufanya wewe ni mpinga Kristo. Ndio maana amesema zijaribuni hizi roho. Hutaenda laboratori kama ninavyokufundisha kwa neema yake na uwezo wake. Nyakati hizi ni mbaya, Mwokozi anarejea. Majira haya, muda haujulikani wakati, lakini maandalizi ni tayari. Shetani analia, majeshi yake yanaangamia, kwa sababu yanajua mwisho umekaribia. Hayajui muda na dakika, na habari zinazokuambia zikakusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Maana shetani hazipendi jaribu na kufunulia mafunuo haya, maana ndiyo ya kweli, kwa sababu Roho wa Mungu yuko juu yangu akishuhudia kweli. Lakini nasema yuko ile roho wa uongo ambaye atawapoteza wanadamu. Hataitwa shetani ndani ya neno la Mungu, atafundisha mafundisho ya uongo. Sasa kuna mambo ambayo nakwambia yanayofanyika kanisani ambayo yanabeba roho za kuzimu. Neno la Mungu nasema usiongeze wala usipunguze. Hapa Yohana alitaka kubadilisha, yeye ndiye abatizwa, akamwambia hapana, kubali, ndivyo ilivyopangwa. Na wewe mwanadamu, na wewe mataifa, kubali, ndivyo ilivyopangwa. Ukibadilisha tu, tayari itakuwa si roho ya mbinguni itashuka kwako. Na wengi wamepokea roho ya kuzimu pasipo kujua. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unajua, hata naposema Bwana Yesu asifiwe, kama sina ile roho ya mbinguni, katika ulimwengu wa roho haifanyi kazi. Hata niseme shalom, kama sina roho ya mbinguni hakuna. Lakini unaweza ukasema shalom, Bwana Yesu asifiwe, lakini una roho ya kuzimu. Vile vile kamwambia mtu neema ya Mungu iende na wewe, lakini una roho ya kuzimu, na wale watu wakisema amen wataondoka na roho ya kuzimu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua shetani pia anaijua hii Biblia, analijua, lakini ana roho yake na amewapa watu wake na amewashushia. Na vile vile Mungu na yeye ana roho yake, amewapa watu wake, haleluya, wanaomsikiliza kwa utukufu wake kama watumishi wake. Na shetani nao vile vile, kuna nabii mwenye roho wa Mungu, kuna mtume mwenye roho wa Mungu, mwalimu mwenye roho wa Mungu, injilisti, shemasi, mwimbaji, na kuna mchungaji na nabii, wote wana roho ya shetani juu yao, mwalimu, mitume. Bwana Yesu asifiwe. Unakumbuka kipindi kile cha Musa na pale kwa Farao? Musa mtumishi wa Mungu alikuwa na roho wa Mungu juu yake, lakini Farao na yeye akawaleta waganga wake ambao ni watumishi wake, walikuwa na roho ya shetani juu yake. Sema tukamwombe Mungu wetu, na hata shetani anaitwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini alisema wengi watakuja kwa kuwapoteza hata walio wateule, kwa kujua na kutokujua, kwa sababu ya mafundisho ya uongo. Yakiitwa ya uongo, hutayakubali, hutayafurahia. Hata mimi napokuambia kweli, upande wa shetani nitakwambia ya uongo hayo si ya kweli. Ni kwa sababu ile roho ya uongo ndio impayo nguvu kwenye masikio, kwenye macho, kwenye ubongo wa nyuma na wa katikati, mpaka kwenye mili na damu itaki, kwa sababu ndani ameshiba yule roho. Na yule roho, unapompokea roho wa Mungu, jinsi unavyonyenyekea kwa Mungu, anaendelea kukua na kujaa, haizi fanana.
na mwingine, na yule wa shetani anavyoendelea kunyenyekea kule, ndio anaweza kujaa mpaka utakuta asikia anakula nyama za watu, anaua watu, anatoa makafara, anasaini viapo kwa shetani, yani amejaa, ameshiba. Lakini anasema jina la Yesu, haleluya. Naongea habari ya kanisa katika dunia nzima. Ni wakati wa kujua ukweli ukakuweke huru. Unaweza ukawa unaomba na kuna watu wananena sana, lakini si roho ya Mungu, na wanatabiri si roho ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua hata kuna majini yanatabiri haleluya, haleluya, sema haleluya, lakini ni haleluya ya huko chini, na kuna miujiza ya huko chini. Tutakwambia anaongea na Mungu, lakini yeye ni Freemason, ana roho ya huko chini, anawadanganya wanadamu kwa sababu wanapenda kusikiliza. Hata mimi napenda kusikiliza. Unatekwa kama hujui, na Roho Mtakatifu akuambia hii hapana, hii hapana, hii hapana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa Yesu yeye akabatizwa kwa maji mengi. Ile kubatizwa kwa maji mengi pale tena yanayotembea mtoni, Roho Mtakatifu na kama ilivyopangwa mbinguni anashuka. Kwa hiyo unapobatizwa katika maji mengi yanayotembea, ndivyo ilivyokusudiwa kutoka mbinguni. Yule Roho atakuja kushuka pale pale, atakutambulisha mbele ya Mungu, mbele ya mbingu, huyu ni mwanangu mpendwa. Utaona njiwa, utasikia sauti, lakini mbingu inakutambua, unapigwa muhuri. Sasa ukiwa umebatizwa pia kwenye kisima, hawezi kushuka Mungu wa mbinguni, hata kama atatajwa, hata kama atalazimishwa, kwa sababu sio cha kwake. Nitakuja hivyo. Umebatizwa baharini, hawezi kushuka, si cha kwake. Umebatizwa kwenye beseni, hawezi kushuka, si cha kwake. Umebatizwa ukiwa mtoto mdogo, hawezi kushuka, maana haijaandikwa hivyo, haijapangwa hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Mimi katika dini niliyotoka nilikuwa naambiwa mtoto sasa kama asipobatizwa, unajua hataenda mbinguni. Unakuta mtoto kidogo nakufa, lakini tunaridhishwa kwa theolojia, lakini alibatizwa ataenda mbinguni. Kakwambia nani? Penda nikuambie jambo moja, katika watu watakaoongoza kwenda mbinguni ni watoto wadogo, hao ni malaika. Lakini hawa ambao wameshaanza kubarikiwa, wameshajua dhambi, unasema barikiwa akiwa watu wazima, hawaendi. Watakutana na hukumu mbele yao. Kuna mimba ngapi zinaharibika, kuna vitoto vinakufa, havina makosa. Hivyo ni malaika wa Mungu. Mungu na yeye si mwehu. Napenda niwaambie, ana mipango yake, anajua. Nakwambia nabii wake habari njema, watoto wadogo ni malaika. Akasema asiyeweza kujifananisha na mtoto wa mdogo kushuka, hawezi kupata ufalme wangu. Hao wana mambo yao. Bwana Yesu asifiwe. Sasa naongea na uliokomaa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kukusaidia, kukufundisha, ikakuvushe katika eneo moja kwenda eneo lingine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Yesu kabla ya kuondoka anawaambia wanafunzi wake atumie msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu. Sasa huyu Roho Mtakatifu yuko mpaka sasa. Haleluya. Ukiwa unabatizwa katika batizo wa kikombe ukamwita haji, kwa sababu yale hajatoka mbinguni. Matokeo yake anakuja yule roho kutoka wa kuzimu. Ukibatizwa unabarikiwa mtu mzima, anakuja yule roho wa kuzimu, lakini utaita ni Mkristo. Na ndio maana kwa kujaribu roho anayebarikiwa akiwa mtu mzima, muongoze sala ya toba na aongozwi aokoke. Ndio ujiulize, hii roho inasema isiyomkiri Bwana haitoke mbinguni. Sasa kuna mapandikizi mengi katika dunia hii, na watu kwa kujua na kutokujua, kuna michomeko ambayo shetani alishaifunga kwa namna ajuavyo yeye kwamba ataimaliza dunia. Hataweza katika jina la Yesu. Mungu yeye ni yule yule. Bwana Yesu asifiwe. Na hata siku moja usije ukasema Mungu afai. Hata kama una matatizo, hata kama umepita hatua gani, Mungu atabaki kuitwa Mungu tu. Bwana Yesu asifiwe. Lazima nikutie moyo katika eneo hili. Haleluya. Unabeba roho ya Mungu, au naye unajijua. Sasa ni hasara sana na ni mbaya sana kama unatembea bila kuwa na roho ya Mungu. Ukristo wako huwezi. Sasa kuna hivi vitu wanasema ambavyo vinabeba roho za kuzimu. Yesu alibarikiwa akiwa mtoto mdogo, ndivyo imepaswa. Kwa hiyo roho wa Mungu lazima ashuke, watoto wadogo kuwekwa wakfu.
Sasa mtoto mdogo akija kubatizwa, kwanza pale ni uongo, maana anakuja kumwagiwa kikombe. Huyo Roho wa Mungu Mtakatifu hawezi shuhudia uongo mbele ya wanadamu na mbingu, kwa sababu ile tendo sio la kuzamishwa, alafu ijapangwa hivyo. Ni mpaka mtu amjue Yesu, amwamini, amkubali. Msiseme imani yako tu, hata mashetani na imani yao, majini yana imani zao. Neno la Mungu halitakiwi kubadilishwa. Hawa ndio waongo hawa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unapokea roho ya kuzimu toka mtoto mdogo. Ndio maana kuna wachawi, kuna majangili, kuna watu wanaharibika. Na yale makusudi ya Mungu ambayo alitakiwa mtoto ayapate mdogo, hayapati. Naishi kwa neema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haya. Nakuta kuna sanamu, alafu unasema Mungu abariki. Anakuja Mungu mwingine, kwa sababu Mungu amesema yeye sio sanamu. Ni roho ya kuzimu ambayo itajiita Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Mnaabudu wafu, mnakumbuka wafu. Yeye anasema si Mungu wa wafu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu wa mbinguni hawezi kushuka, anakuja yule roho wa kuzimu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna hizi nyumba za ibada, zinaitwa nyumba za ibada. Yesu alikuwa na roho wa Mungu. Aliingia kanisani akakuta ile nyumba sio vile, yenye biashara, marambee, manini, akawatupa majiwa, makuku, mifugo huko. Sasa roho wa Mungu siku hizi unasikia kanisani sherehe, wanaita kabisa sherehe ya mazao. Alafu wanasema Roho Mtakatifu. Hapana, anakuaga ni yule roho wa kuzimu, kwa sababu pale panakuwa sasa ni sokoni. Panakuwa ni sokoni pasipo kujua au kujua. Ndio anashuka kwenye vile vitu na ndiye anaongoza, kwa sababu hawa watu wangekuwa na Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu angewaambia. Hata Yesu alikataa na mbinguni imekataa. Madhabahu ni mahali patakatifu pa sala. Msifanyie kamari au minada mafungu ya 10 ya watu, wakauze walete wenyewe. Sasa pale wananadi. Bwana Yesu asifiwe. Kumteka mwanadamu fikra zake kwa kujua na kutokujua ni dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine, Ukristo haukamiliki pasipo kuokoka. Hilo lazima ulijue. Kristo aliokoka, yeye ni wokovu, ameleta wokovu. Anasema atakaye nikiri na mimi nitamkiri mbele ya Baba yangu. Sasa watu wanamwamini, hawataki kukiri. Kukiri ni kuongozwa sala ya toba, au Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Huu Ukristo unajua neno, unaweza kufundisha, hata mashetani yanafundisha, mapepo yanafundisha, kuzimu yanafundisha, na kuna vyuo vya kipepo mpaka kuzimu hata hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna vyuo vya Mungu. Bwana Yesu asifiwe, hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tofauti ya kitu cha Mungu kinaenda na roho ya Mungu juu yake. Ndio maana akawaambia wanafunzi wake, Yesu, msiondoke hapa mpaka atakapokuja. Wakanena, wakaongea kwa lugha mbalimbali. Haya, hata siku hizi wako wananena kwa lugha mbalimbali, lakini kuna wanaonena rika bobo, alafu hapo wanasema Mungu amesema wewe kuponi, toa milioni 5, toa dola 500, toa gari lako, sema kuponye. Sasa huyo sio roho wa Mungu. Kukupa moyo mgumu, kukupotezea wakati. Saa utakayobaki unahukumiwa, atakuwa amekaa mbali, anacheka, atakwambia shauri yako, kwani ulikuwa usikii mahubiri? Kwani ulikuwa usikii mahubiri? Maana moja ya tabia kule kuzimu ni ubabe, 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 ubabe. Bwana Yesu asifiwe. Ikaandikwa, zichunguzeni hizo roho. Sasa zichunguze. Jambo lingine utasoma katika kitabu cha Mathayo 6:3-4. Bwana Yesu asifiwe. Naongea habari ya sadaka zenye roho wa Mungu. Unapotoa ndani ya kanisa, ukikuta kuna bahasha, lazima kiasi ya kwako maalum, unaandikiwa risiti, unaandikiwa kwenye faili. Tayari huo msingi hauna roho wa Mungu, wala hizo sadaka ashuki roho wa Mungu, anakuja ile roho kutoka wa kuzimu, kwa sababu toka awali imeandikwa ni siri yako. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mapokeo ya roho za wanadamu, mafundisho kama hayo, alafu mnataka kumuita Mungu. Mungu ili afike, kwanza Roho Mtakatifu.
Roho Mtakatifu, Yesu, Mungu watatu ni marafiki sana. Wale ni kitu kimoja, si wanafiki wala wasalitiani. Hakuna ufalme unaoweza kumfitini mwenzake. Mungu afitini ufalme wake na shetani hawezi kufitini ufalme wake. Sasa iweje huyu Mungu aseme kwamba sadaka zenu mnapotoa ni siri zenu? Nyie wachungaji, manabii, mitume, haya mmeyatoa wapi? Nyie ndio mnamsaliti Yesu. Huku ndio kumsaliti, ni unafiki. Mnamsaliti Roho Mtakatifu, mnasaliti neno la Mungu, mnasaliti kweli yake, tena mkiendelea kushamiri katika dunia na kuwa matapeli, kuwanyang'anya na kuwa watumishi wa matumbo, kuangamiza wengine. Hamjui, mmekombwa huku, mmetekwa. Hawa ndio wametekwa na shetani. Kutekwa na shetani si mpaka ufungwe kamba, hata unayoyaamini kuyafuatilia ambayo ni ya uongo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine ambalo unaweza kufanya, Roho wa Mungu asiwe juu yako. Mtu anaamka tu, mimi bwana nataka nikafanye kazi ya Mungu. Roho wa Mungu umejiita, hayupo hata kama unafundisha. Haya, umeenda kuifanya kazi yake ili utafute mafanikio ya maisha yako. Roho wa Mungu hayupo, anajua huyu amekuja kuhampeni Mungu, anataka future life yake. Na ndivyo ilivyo watu wengi katika dunia hii. Bwana Yesu asifiwe. Haya maombezi ya pesa, unataka kumwona mchungaji, unakuta kanisa nakwambia anatoa shilingi ngapi kwanza muone kuna kiingilio. Hapo hayuko Roho wa Mungu, hayupo, anasingiziwa, anadanganywa. Bwana Yesu asifiwe. Kama alivyokwisha kusema hata pale kwa Farao, meona mifano mingi, na yeye alikuwa na roho zake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa swali, Yesu akirudi, wewe utakuwa na roho gani? Kwa sababu ule Roho Mtakatifu uliyempokea katika ubatizo atakushuhudia hata habari ya kutubu, maana atakuwa anajua sasa wanakuja, jirejee, kaa vizuri, atakupa hofu. Bwana Yesu asifiwe. Atakutia nguvu. Unajua, unapokuwa na Roho Mtakatifu wa Mungu utasema katika jina la Yesu ninakupiga pepo, ninakuangamiza. Anachanika. Mchawi unamtandika, anachanika. Sasa kuna mtu anakuambia nasimama na Yeremia, nasimama na kitabu hiki, hana Roho Mtakatifu. Kwa nini wachai wasishamiri? Kwa nini wasikuteketeze? Kwa nini wasikuharibu? Bwana Yesu asifiwe. Ni habari njema nazo kuletea kutoka nyikani apendazo Bwana Yesu kwa wakati huu na majira haya. Ni roho gani iliyo? Zichunguzeni hizi roho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haya, kwa nini kuna ubatizo? Ubatizo ni kuzamishwa na kufa na kufufuka na yule Roho wa Mungu na kumjua huyu ni wetu. Sasa ukibatizwa kikombe, yule roho wa kuzimu anakushika, huyu ni wetu. Kwenye kisima, huyu ni wetu, kwa sababu tayari ule ubatizo kwenye kisima kuna nondo, kuna simenti au kuna beseni au kuna swimming pool, tayari ni tofauti. Kazi ya ubatizo Mungu alitaka iende nature, asili alivyoipanga, tayari inabadilishwa. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wanaweka maji moto, maji baridi. Mungu anajua, msibadilishe neno la Mungu. Haleluya. Kama ni mfalme wa falme, Yesu ndo angechemshwa maji moto. Bwana Yesu asifiwe. Hata angewekwa madawa, inatakiwa nature vile vile. Bwana Yesu asifiwe. Atayaponya maji, atayatakasa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ni wakati wa kufukuza hizi roho. Kama unazo, unaweza umezirisi, umeziamini. Bwana Yesu asifiwe. Ndio zinazofanya kichwa kigumu. Baadhi ya ubiri wanahubiri, usikii, utaki. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna mambo mengine mengi sana ambayo ya kuweza kujua. Tunaponywa kwa jina la Yesu, kwa neno la Mungu, kwa Roho Mtakatifu. Sasa hivi watu wanaponywa kwa maji. Unajua kwa nini wanaponywa kwa maji? Wanaondolewa na yule roho wa kuzimu, waache kuliangalia neno la Mungu, jina la Yesu, Roho Mtakatifu, wakafanywa kama wale waganga sasa wa kienyeji. Bwana Yesu asifiwe. Wanaponywa kwa udongo. Udongo huwezi kukuponya. Wanaponywa sasa hivi kwa makande, wanaponywa kwa maandazi, kwa keki, kwa pombe, ndio utaponywa. Hata nilishasikiaga mahali fulani wanaponywa kwa kunywa dawa fulani kwenye kikombe. Yani ni kwamba hivi hawa watu wameona wanadamu ni wajinga, wamewashika, wamewateka. Shetani akaona kwamba sasa badala ya kuwalisha neno la Mungu kwa njia hii, ninaenda kuwateka wote, kuwalisha makande, kuwalisha keki, kuwalisha machungwa, kuwalisha matikiti maji kimwili.
ili wawe wangu ni ajaye ndani yao, badala ya neno la Mungu. Neno la Mungu linaliwa katika roho, kama unavyosikiliza sasa. Ufahamu wako unasikia wewe, mapepo yanayokutoka sasa hivi yaendelee kutoka katika jina la Yesu. Mumsaidie, maana Roho Mtakatifu ndiye anayeona. Wewe ambaye uko na huyo mtu hapo, msaidie katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ili yakatoke. Bwana Yesu asifiwe. Wote hawa wanaolisha mapera, wengine sasa wanalisha na peremende, pipi, watu wanapewa pipi, chocolate, umepona. Yani tumeambiwa watu walishe neno la Mungu. Neno la Mungu nasema acha dhambi, okoka, mwimbie Mungu, msifu Mungu. Sasa lazima kuangalia hizi roho, kuzichunguza, zina watu wake, zina mambo yake, na hizi roho za kuzimu zinajenga mpaka makanisa. Na ndio maana makanisa mengi, Yesu alivyokuwa ameniita ananiambia hana mahali pa kwenda. Nikishangaa ni majengo marefu, vitu vya thamani, anaambia sina, lakini nilikuwa mtoto mchanga kiroho. Kwa hiyo siku kwa siku ananielewesha, akanambia mimi Hebron, mimi neno la baba yangu linasema usichaji riba. Sasa makanisa kwa nini yanadaiwa benki? Ina maana ni Mungu, na kama ni Mungu basi yeye amejisaliti neno lake. Sasa narudia, wewe mwanadamu kama mwanadamu, kakope benki, kafanye mambo yako, lakini kanisa, watu wenye roho wa Mungu warudi kwa Mungu, wamwombe Mungu. Anasema atafungua kusi, atafungua kazi kazini, milango yake ni mipana. Sasa zimekuja roho za kuzimu zinajenga makanisa. Bwana Yesu asifiwe. Alafu anaitwa Yesu. Kinyume chake, hata hilo jina la Yesu linakuwa juu yake lina roho ya kuzimu. Hilo jina la Mungu ni Mungu wa kuzimu, Roho Mtakatifu wa kuzimu. Ibada ya kwanza ni ya kuzimu, ya pili, ya tatu ya kuzimu. Haya, itakuja fungu la 10 linatolewa, inaandikwa utakemea. Kweli haya, kuzimu itapokea fungu lako la 10, itapokea sadaka ya shukurani, itapokea ya ukombozi, itapokea ya lolote ya maombi yote unayotaka, inapokelewa kuzimu. Kwa namna ya kanisa jinsi ambavyo lilivyotekwa katika dunia hii, na watu wengine kwa kujua na kutokujua wanaona wanamfanyia kazi Mungu sana, kumbe wanafanyia kuzimu. Nani aliyewaloga enyi Wagalatia? Bwana Yesu asifiwe. Anasema katika Galatia 1:6, kwa nini mnaifuata injili ya namna nyingine? Zijaribuni hizo roho, ndio nyingine hizo. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu liko wazi kabisa, kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Watu sasa hivi wameweka imani kwa msalaba badala ya Bwana Yesu. Neno la Mungu nasema msalaba ni laana, alibeba laana ili usiwe laana. Mimi sitakaa nibebe. Bwana Yesu asifiwe. Unajua hata ile alama ya kujipigisha tu wewe ni alama ya jumlisha. Tayari wewe umejiweka alama ya mateso katika maisha yako. Sasa mwenye Roho Mtakatifu hawezi weka, ni Roho Mtakatifu wa kufutia, lakini Roho Mtakatifu wa upande mwingine ndiye atawatia nguvu na kuwawezesha pasipokujua na kujua. Haya ni mambo ninayokuambia yaliyofichika katika dunia hii, hata shetani hayapendi muyajue. Amenituma Bwana Yesu nikuambie wewe mtu, nikuambie wewe unayesikia sikia, unayekataa shauri yako, nimenawa mikono. Bwana Yesu asifiwe. Haya, Bwana Yesu asifiwe. Yesu ameleta wokovu, ndiyo mwokozi wa ulimwengu. Sasa hivi mnaona dunia inavyoyumba na bado itayumba. Mataifa yatakuja kuyumba, mwokozi anarudi. Unajua watu wamezoea kuona Mungu hayupo. Mungu yupo, Yesu yupo, Roho Mtakatifu yuko, mipango ya serikali ya mbinguni iko vizuri sana. Hacha nikwambie, ana muda wake, ana wakati wake, anakusubiri wewe. Yaliyopangwa yatatimia. Na kwa sababu gani yanatimia? Roho Mtakatifu anasimamia. Atakuja mavita, neno linasimamia, shetani hataki. Itakuja njaa, yatakuja mafuriko, yatakuja maisha mabaya, ndiyo, lakini wale ambao watakayekuwa na yule Roho wa Mungu, wao watapita katikati yao. Sasa kuna Roho Mtakatifu wa kujifanya, yule wa kupigwa kibao, sema rakakakaka, sema asante, napigwa kibao, sio huyo, huyo ni wa kuzimu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa kujua na kutokujua watu wanatekwa. Bwana Yesu asifiwe. Ukitekwa kiroho ni unapangwa, mwana wa Mungu, unafundishwa, unaelekezwa, kwa sababu ni uhuru wako.
na hata hapa una uhuru wako. Na Yesu hakulazimisha watu wamfuate, lakini amekuambia waliosikiliza walipona. Bwana Yesu asifiwe. Ndio ikatokea baada Warumi kuona wale watumishi wa Yesu mitume, Bwana Yesu asifiwe, ikiwamo kina Paulo, kina Mathayo, kina Petro, wakaja kuja kuwaua, kwa sababu yule roho waliokuwa naye alikuwa anasema kweli. Alafu walivyomuua wao, wakachukua vile vitu vya Yesu. Kumbuka Petro anahubiri habari za Yesu, lakini kule kwa Warumi wanaabudu kitu kingine. Kwa hiyo walivyomuua, wakachukua vile vitu vya Petro alikuwa anafundisha, alafu wakaweka roho yao. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Petro alisema wakoke, Petro alisema wasiabudu sanamu, vitu ambavyo vilikuwa vinaabudiwa kule, na sasa vikarudishwa. Alafu wanasingizwa roho wa Mungu aje, roho ya Mungu aji ashuki. Matokeo unatembea na roho wa kuzimu. Usicheke wachawi. Wachawi ni wengi sana katika dunia hii, wote wenye nguvu za giza, vitu vya giza, kutembea navyo ni vitu hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Roho Mtakatifu akasalitiwa, akakataliwa, lakini watu wanampenda. Unajua, ukisoma katika kitabu cha Yakobo 2:17 anasema hivi, nafikiri imani pasipo matendo nafikiri imekufa. Yani kusomea neno hapa. Haleluya. Wakawaua. Yakobo 2:17 inasema hivi, haleluya, vivyo hivyo na imani isipokuwa ina matendo imekufa nafsini mwake. Imani inakufa nafsini mwake isipokuwa na matendo. Katika hizi roho ichunguze, matendo haya ni ya kweli, yanatoka mbinguni? Muulize, ubatizo wa kisima umetoka mbinguni? Si matendo ya mbinguni. Wa kikombe si wa mbinguni. Haya, wa kubariki watu wazima si wa mbinguni. Kuombea watu kwa pesa si wa mbinguni. Haya, kuponywa kwa maepo machungwa si ya mbinguni. Kama si ya mbinguni, halafu hiyo imani na hivi tunavyokubali ni vya kufa, ambavyo ni vya kuzimu, ambapo kuzimu utakufa na kufufuka, bado utachomwa milele. Maana yake si kwamba utakufa, yani utakufa tu umepotea, bado utakuja kufukaga, uchomwe moto maisha yako usiku na mchana katika ziwa la moto, pasipo kujua. Na kujua ni vizuri sana ukaweza kujua mambo haya yakakusaidia. Bwana Yesu asifiwe. We kaza shingo, wataniolewaje, watanijuaje? Roho gani ulio nayo? Bwana Yesu asifiwe. Roho gani ulio nayo? Unaweza ukawa unaomba sala Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, lakini unabatizwa wa kikombe. Hii haiwezi kaja ile roho ya mbingu. Moja ya sala yenye nguvu Yesu alifundisha wanafunzi wake, kama we mtu ambaye una Roho Mtakatifu, ukisali ile sala, yani unapasua vitu, vinapasua. Naambia neema Bwana Yesu itakuja yule Yesu, suna kikombe, si amuokoki, si mnakataza. Ni hiyo. Kwa nini? Huyu Mungu ni mnafiki? Je, Yesu mnafiki? Je, Roho Mtakatifu ni mnafiki? Hata useme ushirika wa Roho Mtakatifu, Mungu Baba Mwana aende na wewe, anakwenda na yule mwingine, kwa sababu Mungu Roho wake anashuka katika vitu vyake. Mbona ameshuka katika kwa Yesu? Bwana Yesu asifiwe. Na huyo Roho ndo alimfufua na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa hata kuna miujiza ya uongo, watu wanapewa pesa, mtu anaeti amefufuka. Hapana, watafanya miujiza na miujiza, lakini kuna miujiza ya Roho Mtakatifu ambao wataisimamia Mungu. Dunia itakwenda kushangaa. Ina muda wake, ina majira yake. Usichoke bwana wa Mungu, simama imara, songa mbele. Bwana Yesu asifiwe. Kamanda kama kamanda lazima utiwe moyo, lakini wewe mwenye huyu Roho wa Mungu. Sasa unaweza kuwa ni kamanda, lakini wewe una roho ya kuzimu, unampenda Mungu. Mwangalie Yesu mwenyewe, yeye halikuja kutuonyesha njia ya kweli, akijua kwamba atakuja mwenye kuonyesha njia ya uongo na roho wa uongo. Roho ni nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Wakristo wangapi ni kwa mizimu, ni kwa matambiko. Wewe unaenda makaburini, wewe unamwaga maziwa, wewe huna Roho Mtakatifu wewe. Hata ukisema unaenda kupiga magoti makaburi, unaombea waliokufa, na kuambia Mungu yeye anakutaka ukiwa fresh. Sasa ukishakata roho, hata watu wakikuombea wakutubie, wanajisumbua, wanajitesa. Hii ni
theolojia ya kuwapumbaza wanadamu wabaki mahali ambapo kuna uhuru wa dhambi. Yale mambo ambayo Mungu ameyakataa, wao wanaambiwa waje tu. Umeshasikia pombe inabarikiwa wine kwa jina la Baba na Roho Mtakatifu. Haizi kuja roho wa mbinguni, anakuja roho yule wa kuzimu. Bwana Yesu asifiwe. Zijaribuni hizi roho. Bwana Yesu asifiwe. Zijaribuni. Sasa ni wakati wako. Unasimama au unakaa wapi? Geuka, twende kwa Yesu. Nasema mtoke mkatengwe nao katika jina la Yesu. Haleluya. Usiangalie, haijalishi watakukataa, haijalishi watakuchukia, haijalishi watakutenga. Mwangalie Mungu ukiwa na Roho Mtakatifu. Shika wokovu wako, pokea Bwana Yesu, mpe maisha yako sasa. Umkiri ile roho ya Mungu ingie. Kama utaki, unasema bado unahangaika na mambo mengine, bado una roho ya kuzimu pasipo kujua na kujua. Sasa haya mambo yamefichwa. Mimi mpaka nazungumza hivi, ningekuwa si mwanadamu ambaye Mungu ameniita, wangeshaniua wachawi, wangeshaniua shetani, ufalme wake, serikali yake, mipango yake yote. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nakwambia habari njema, hawatakaa waniweze. Wakati wake watadondoka wote, na wanaendelea kuharibikiwa kwa sababu sijaandikiwa hayo. Na Roho Mtakatifu wanasonga mbele. Ni wakati wa dunia kuokoka, kubadilika, majira yake na wakati wake. Ameniita kwa ajili ya mataifa yote na nchi zote kwa wakati wake na muda wake, ikiwamo sasa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Sema, Bwana Yesu, ninakabidhi maisha yangu, yatoke roho yule mchafu aliyenishikilia, niliyepigwa muhuri kwa njia ya ubatizo, kwa njia ya ubarikio, kwa njia mbalimbali, hata za maombezi ya sadaka, wakati huo unatoa bure, na hata nikatoa na mafungu yangu ya 10 na nimejenga. Ninaomba Bwana ukanitoe, uandike jina langu kwenye kitabu chako cha uzima. Sante Bwana Yesu, unishike Roho Mtakatifu wako, unitie nguvu, unibadilishe siku kwa siku katika jina la Yesu. Amen. Lakini napenda kuambia habari njema, usijiite mlokole. Yesu akuleta ulokole. Unapoita mlokole, uthamani wa wokovu wako unaondoka, unachoka, na shetani anasimama mbele za Mungu, atakazuia maombi yako. Anajiita mlokole yule, anajiita mlokole yule. Yesu sio mlokole, akuleta ulokole. Ulokole ndio umekuwa ndio dini sasa, ukaua uokovu. Kwa hiyo kuna uokovu na ulokole. Kushakuwa ulokole ni dini ni dini ambayo imezaliwa inajifanya uokovu. Ni uokovu tu aliuleta. Msimchezee Yesu hii dunia. Hana mtu mkubwa, hana mtu mdogo. Atatoa haki ya hukumu sawasawa na wewe ulivyoyatenda. Badilika, ishi maisha matakatifu, kataa dhambi, songa mbele, endelea kumnyenyekea yeye. Siangalie tu kubarikiwa. Watu wanapenda kwa ajili ya kubarikiwa. Kisha mjua tu yeye, kila kitu kitanyooka. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe ambao unakata tamaa, usikate tamaa. Mungu atabaki kuwa Mungu. Haijalishi wamekukataa, wamekutenga, wamekukimbia, haijalishi una shida ya namna gani, bado Mungu anabaki kuwa Mungu tu. Haijalishi unapita kwenye moto, Mungu atabaki kuwa Mungu tu. Na wewe usiruhusu kusema Mungu hayupo, ninarudi nyuma. Wengi wamerudi nyuma, wengi wamemkataa Mungu, wameona Mungu hayupo, japo wasemi. Unapokata tamaa, ina maana Mungu ameshindwa. Mungu hawezi. Kutana na Ayubu aliyoyakuta, mpaka mke wake anamwambia, ni Mungu gani huyu unayemwangalia? Achana naye. Watoto wamekufa, mifugo imekwisha, afya yako imeharibika. Ayubu hakukubali. Alijua Mungu anabaki kuwa Mungu tu. Na wewe ninakuambia, Mungu atabaki kuwa Mungu tu. Yesu atabaki kuwa Yesu tu. Roho Mtakatifu atabaki kuwa Roho Mtakatifu tu, si huyu roho wa kuzimu. Na pasuke na ateketee katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa damu ya Yesu, kwa
jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Uwe makini sana kuanzia sasa, na wewe ulilishwa vitu ambavyo shetani ameleta mfumo wa kuwalisha wanadamu, matunda mapera, pipi, chokoleti, ndio wanapona, wanainuliwa. Huo ni mfumo kutoka kuzimu ambayo amepewa mhubiri, lakini anasema jina la Yesu, lakini ni roho nyingine. Hatuponywi kwa pipi, hatuponywi kwa mafuta ya upako, hatuponywi kwa maji, hatuponywi kwa fimbo. Tunaponywa katika jina la Yesu. Kama anavyozungumza, unaumwa upone, una matatizo yatoke, yakimbie. Na mimi kwa neema yake nikizungumza, sio mpaka niombe. Unaponisikiza tu kuna vitu vinatoka, vinakwenda. Haleluya! Kama anavyoniwezesha kwa neema yake, amenipa kama mwalimu, mchungaji, mtume, mwinjilisti na nabii. Damu ya Yesu ikufunike, yenye roho wa Mungu, si ile yenye majuisi, sio ile ya pombe. Inakuja roho ya kuzimu. Kwa hiyo mnashiba kuzimu fulu pasipo kujua. Nampenda Yesu, na ukishapana hiyo roho inakwambia usiokoke, siende huko. Dini, Mungu akuleta dini, Mungu akuleta dini, Yesu akuleta dini. Mungu amemleta Yesu baada ya dunia kuharibika, kumkosea mwana Mungu, na ili wanadamu tuponye. Njia ni hiyo peke yake, hakuna njia nyingine. Uikubali, usidharau. Katika jina la Yesu nayokuletea nabii wake Hebroni muda huu na majira haya, hakuna roho itakayowezana kama umemshika huyu Mungu. Watasambaratika, watabomoka. Unapita katikati yao, na Mungu akikujaza roho yake, ni Mungu anakuwa na wewe. Ukiwa na ile roho nyingine, ni miungu inakuwa na wewe, na Antikristi, huyo Yesu wa kuzimu, pasipo kujua. Nasema Mungu ni mmoja, tutakutana pamoja. Haiko hivyo. Hakuna ushirika kati ya nuru na giza. Mimi nilikuwa kwenye giza, nampenda Yesu, lakini nilitekwa. Sio mateka, niko huru sasa, na wewe uwe huru katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Achana na wanao kucheka eti anajifanya ameokoka. Huyo anayesema eti anajifanya ameokoka, eti anajifanya amekwenda mbinguni. Tazama hiyo roho inavyokejeli, ina nguvu ndani ya mwanadamu, ambaye yeye ndiye anaenda kuchomwa moto pasipo kujua. Inajaza, ni ile pepo, ni nguvu, ni roho hiyo. Basi naiamuru iangamie na iteketee katika familia yako, katika maisha yako. Itoke mpaka kwenye damu, mpaka kwenye vitu vyako. Fuate njia ya wokovu sasa katika jina la Yesu. Na kama hujabatizwa, haraka uje ubatizwe, haraka, ili Mungu akujue, mbingu ikujue, Yesu akujue, maana bado una alama ya kuzimu. Hii alama ni katika roho. Aliyeokoka katika ulimwengu wa roho anaonekana, wanamjua. Na alama ya ubatizo ambao alibatizwa Yesu. Huu mwingine unamwita aji, si mwingine. Utashangaa Yesu amekuja, Yesu anaponya na majini. Mungu ajisaliti, Yesu ajisaliti. Kwa nini anaonekana pasipo kwenye wokovu na kusipo? Lazima mjiulize. Basi mama angekuwa yote ni freshi, ni safi. Na wengine wanarudi nyumba, wanamwacha Bwana kwa kujua na kutokujua. Bwana Yesu, amen.